Hii ni simulizi ya huba lenye nguvu sana. Simulizi ya mapenzi na hisia za furaha pale unapokubaliwa na binti uliamini ni mrembo kuliko wote. Lakini pia ni simulizi ya utajiri wa pesa za haraka na ugaidi uliochupa mipaka. Wagwan, karibu tena katika dunia yako ya Nova Recap. Jina langu ni Daniel na leo tuko na mzigo mwingine kutoka 254. Leo humu ndani tutapata burudani yenye hisia mchanganyiko, yaani tutacheka na tutahuzunika pia. Haya sasa, mimi nisijifanye kamdomo kukuletea maneno mengi, funga mkanda na tiagia tuondoke. Leo katika kijiji cha Nyahururu kuna wapenzi hapa wanaenjoy upendo wao. Jamaa huyu anaitwa Komu na mrembo hapa jina lake ni Kiligo. Basi baada ya kuambiana maneno matamu, mchizi akamsanua mrembo kuwa mkono mtupu haurambwi mama. Leo nimekuletea zawadi, emfumba macho nikupatie. Basi mrembo Kiligo akafumba macho kusubiri zawadi. Mchizi akazungusha upande wa pili tu hapa, akatoka na miwa miwili, akamkabidhi mrembo wake mua mmoja, akimwambia kula mama, usafishe njia kuu. Komu na mpenzi wake Kiligo, ama kweli penzi limeshikamana kama vile pembe za duara. Mimi si mtabili, ila hii zawadi aliyotoa huyu bwana angepewa mrembo wa daa, hapa pangechimbika kweli kweli. Basi kabla ya kula mua, jamaa akaona amsogelee mrembo wake ili apate juisi ya asili kidogo. Ili anapeleka mabakuli tu, anasikia sauti kwa mbali, Komu, unaitwa na mama, fanya haraka. Kwa hiyo stimu zote zikakata pale. Komu akaelekea alikokuwa ameitwa. Amefika tu anamkuta bi mkubwa amemind sana. Jamaa anauliza, mama, vipi mbona umekasirika hivyo? Madha akamjibu, we mtoto, ulikuwa unafanya nini huko machungani? Mbona ng'ombe wameingia kwenye shamba la watu? Jamaa ndio sasa anakuja kukumbuka kuwa aliagizwa kuchunga ng'ombe. Sema mahaba yakamchanganya. Kama unavyojua, Goswe penzi kitovu cha uzembe. Jamaa akiwa anawaza jinsi gani alivyozingua, ghafla tu mdingi anaingia yuko chaka likinoma. Mzee naye akaunga juu kwa juu huko. We kijana mpumbavu sana. Ng'ombe wachache tu umeshindwa kuwachunga. Kazi kushinda polini tu. Una akili kweli wewe? Basi bi mkubwa akamtoa pale Komu akimwagiza aende jikoni, akamuita dada yake ambaye anaitwa Njeli. Baada ya muda kidogo tu kuna akina mama wawili wanafika pale nyumbani, wanapiga hodi. Bi mkubwa akawakaribisha. Sasa hawa akina mama ni maneno mengi sana, yaani wanaongea mno. Ila wamemuona tu mama yake Komu wakaanza kuongea. Usipandisha sukari. Hapa story iko hapa. Komu wako anaenda university. Kweli? Unajua kusomea nini? Architectural engineering. Wewe na wewe nini? Baada ya kuongea vitambo vyao, ikabidi wamwambie ukweli tu kuwa mama Komu mwanao amechaguliwa kwenda university na huko anaenda kusomea architectural engineering. Basi mama akawa anafurahi sana pamoja na akina mama wenzake. Kidogo tu mzee naye akatokea. Jamani, kuna nini hapa? Mbona mnafurahia hivi? Au kuna mtu ameshinda beti? Mniambie basi. Akina mama wakaona mzee naye kashaingia hapa, tayari amna linaloendelea. Basi akina mama waliimba nyimbo kwelikweli ili mradi kuonesha furaha walionayo. Leo asubuhi mchizi tayari ameshajiandaa. Safari imepamba moto. Anaondoka kuelekea Nairobi kwa ajili ya masomo. Basi mchizi akasogea pale kumwaga mama yake na mama akamhusia mwanawe maneno ya hekima akimwambia, mwanangu, nenda ukapambane uje utuokoe. Vya watu viangalie kwa jicho la mbali, na hata kama utavitamani basi busara iwe mbele kuliko tamaa zako mwanangu. Nenda kasome, kaa mbali na wanawake wa Nairobi mwanangu. Basi mchizi akachukua baraka kutoka kwa mama na baba yake na kisha akaondoka. Ile akiwa njiani tu akakutana na mpenzi wake yule Kirigo. Mrembo akiwa na huzuni anamkumbatia mpenzi wake na kisha anamuuliza, baby, utaitunza ahadi yako? Basi Komu kwa lafudhi ya mahaba akamjibu, nitaitunza mama. Nikifika tu Nairobi mambo yakiwa super na kuita na wewe uje tuishi wote. Ahadi za mapenzi zikawekwa vifuani mwa hawa vijana wawili waliozama katika bahari ya mapenzi. Safari ya Komu kuelekea Nairobi kimasomo ikaanza. Jamaa amekubali kuacha utamu wake kijijini na kwenda kutafuta maisha. Basi jamaa kanadia tashirifu la Kenya pale mpaka Nairobi. Komu amefika Nairobi, akazunguka huku na kule mpaka akakipata chuo alichokuwa anaenda kusoma. Hapa sasa ndugu zetu wa Kenya watusaidie tu kutuambia ni chuo gani hiki. Kenyans, drop your comment hapo down.
Komu akasanya mpaka akafika chuo. Kwanza kabisa getini akakutana na Suma JKT. Sasa kama unavyowajua Suma. Natafuta department ya architectural engineering. Iko side gani? Kuja. Nakwambia aje, hao watu sijui ni wajinga hapa nini. Yaani mtu ameona uzuri bandiko architecture. Na bado anauliza architecture iko wapi? Na tumekuja university na juu kusoma. Leo nani nimesaidia watu wengi. Ingia kwa line hapo. Enda hapo. Usaidika. Haya bana, tuachane na Suma JKT. Komu akawa amepanga zake foleni. Basi kuna huyu mwamba akamuuliza, "Oya, vipi umebeba vitu vyote unavyohitaji hapa?" Komu akaitikia, kila kitu nimebeba." Jamaa akauliza tena, "Hivi buda, wewe unaenda kuishi wapi?" Komu akamjibu kuwa, "Mimi nitaenda kuishi hosteli za ndani ya chuo." Hapo hapo mchizi akadakia, "Oya, usiende kukaa hosteli za ndani ya chuo. Hosteli ni za ovyo sana. Kila kitu kiko mbaya sana. Hafu wizi ni mwingi huko." Komu akauliza, "Sasa wewe unakaa wapi?" Mchizi akajibu kuwa, "Mimi nakaa hosteli za kule nje. Na ukitaka naweza kukuonesha. Ukipenda tukae wote. And by the way, mimi naitwa Jeff." Komu akachekecha pale akaona anyway, isiwe tabu. Twende huko huko tukaishi wote kwenye hizo hostel. Basi hao ni first year. Wamekutana hapo na kila mmoja yupo katika harakati za kutafuta rafiki wa kuendana naye ili maisha ya chuo yasiwe magumu sana. Basi jamaa wakachomoka pale mpaka hostel za nje ambazo ndio watakuwa wakipoa hapo. Jeff akamwonyesha mchizi mandhari ya room, kisha akamtambulisha kwa memba mwingine wa hii hostel ambaye anaitwa Jemo. Japo Jemo alionekana kama kuto kumkubali fulani hivi Komu. Hakumpa ukaribisho ule wa Kiafrika ambao mgeni huwa anastahili kuupata. Ila Komu akakaza kiume, akaona fresh tu, haina noma. Maisha ya chuo yakaanza. Komu yuko zake klasi. Siku ya kwanza tu ameingia kwenye majaribu. Kuna demu mmoja hapa klasi anamkata jicho la kuibia hivi. Mrembo ana nywele ndefu kichwani kama tambi za Bahresa. Baada ya darasa kuisha, Komu ametulia zake hapa nje na wanawa magetoni, Jeff pamoja na Jemo. Kidogo tu mrembo akakatiza pale akiwa na marafiki zake. Jemo akaanzisha mastori. "Oya we Komu, mbona umekuwa ukiangaliana naye sana yule demu mkiwa class?" Komu akaanza kubabaika pale. Bana, amna kitu chochote kinachoendelea buda." Washikaji wakaona huyu manetu huenda ameelewa mzigo alafu anashindwa kuzungumza, basi ngoja tumtengenezee njia. Jemo akamuita mrembo, "Oya Karen, njoo kwanza hapa." Mrembo Karen bila iana akaja pale. Jemo akamsalimia mrembo alafu akaanza kumwambia, Kufiti lakini wacha nikushow. Upo hizo wangu manzana kwa kama kufa mbaya. Ni venye tu anakopoka kukushow. Kwani yeye hana mdomo? Usikie usamati ati unakogome kunja sura ati mpaka anashindwa kurusha mistari. Yeah, sura ya kazi ni lazima. You can't just go around making everyone laugh. But, you know, mwanaume ni kuongea, so if you don't talk, you never know. Oh my guy, you never know. Umesikia? No country shall be open. Basi mrembo akawachia huu msemo, "Kama uongei, huwezi jua itakuwaje." Tafsiri yake hapo ilikuwa ni kumsanua Komu kwamba kama ameelewa mzigo, aje waongee vizuri, huenda akapewa nafasi. Basi mrembo akawaaga pale na kuondoka. Jeff na Jemo wakaona hiyo imesha tiki. Hivyo wakaanza kumpampu mchizi wao. "Oya we, nenda bwana, nenda kateme cheche, nenda kamuongeleshe mrembo, nenda bwana kabla hajatokomea." Komu akaona potelea mbali. Mademu wa Nairobi walivyo wakali, liwalo na liwe. Jamaa akainuka na akapiga hatua chache tu akamfikia mrembo. Sasa hapa sitaki kujifanya mjuaji. Sikiliza swaga za mchizi. Akaanza hivi, Pole, nimechanganyikiwa kiasi. It's okay. So, nilikuwa na think kama naweza kupeleka lunch. Lunch? Sahi ni saa 9. Supper? You want to take me for supper? I mean dinner. Okay. Wapi? Place of your choice? Saa ngapi? 7 p.m. Ama hiyo ni mapema sana. Okay, we can do 8. Okay, ni sawa. We can even start at 6. Lakini hiyo time kuna rush hour alafu itakuwa 7 ni sawa. Mchizi akajimix zaidi baada ya kuulizwa, "Wapi unataka kunipeleka?" Alafu akampa nafasi mwanamke ambaye ndio kwa mara ya kwanza
amepata nafasi ya kuongea naye. Akampa nafasi achague anapopenda yeye, yaani mrembo ataje sehemu yoyote anayoitaka kupelekwa kwa ajili ya dina. Mchizi akafanikiwa kumsemesha demu vizuri. Akatoka akiwa na furaha sana, akaenda moja kwa moja mpaka kwa wanawe kuwaambiwa kuwa oya, mission complete, nimefanikiwa. Jamaa akamuuliza imekuwaje? Mchizi akawajibu wanawe, nampeleka dina. Jeff na Jomo wakaona da, buda umeharibu. Demu mkali kiasi kile unapata wapi pesa ya kumpeleka dina? Wakati we kapuku tu, sisi tulitaka umalize pale pale yani. Kama methali za wakulungu zinavyosema, mwana kulitafuta, mwana kulipata. Siku ya dina imefika, Mchizi ana sweat sana. Haelewi avae nguo gani, maana hata nguo za kutosha hana. Yeye ametoka kijijini na begi la madaftari tu, ameagizwa kuja kusoma. Sasa leo kajiingiza katika tasnia ya mapenzi, lazima kimlambe. Basi niwaibie kodi mabinti. Wanaume huwa tunajuana, hatuwezi kumwacha mwana na tufelisha siku ya kwanza. Jeff na Jem wakaona ngoja tumsaidie Mchizi. Basi wakampa nguo nzuri, wakamkopesha na hela za kumtoa mrembo Karen out. Komu akiwa amevalia vizuri, ila pressure inampanda kwelikweli. Ghafla text inaingia kwenye simu yake kutoka kwa Karen, akimuarifu kuwa tayari ameshafika, yuko hapo nje anamsubiri yeye tu. Basi Mchizi wengi likaongezeka, ila anataka kutoka nje tu. Jeff akamuita, oya we Komu, rudi hapa, umesahau wallet yako mzee, vipi? Jamaa akachukua sana kumpa, kisha akamwambia, punguza mkali kaka, mademu warembo wanataka magentleman ambao wametulia, acha mwenge. Hafu pia umpeleke sehemu ambayo msosi ni bei rahisi, mpeleke hata machimbo ya Vingunguti huko, msosi bei rahisi tu kaka. Afu kumbuka buda, usimwache achague sehemu ya kwenda. Kumbuka una hela mbwa wewe, hata kupeleka posta machimbo ya Wahindi na Waarabu ukahangaike nayo huko. Komu akatenga zake saa ya mkononi, akachukua wallet, kisha akasepa nje. Jamaa amefika pale nje, akachoma moja kwa moja ndani ya gari. Anakuta mrembo amepoa, ananukia kama vile jini limekatiza hapo. Basi dereva wa taksi baada ya kuwasalimia akauliza niwapeleke wapi? Ile Komu anataka kujibu tu, mrembo akawai, oh, tupeleke Johari Rotana tafadhali. Komu ikabidi aulize kwanza, Johari Rotana ndo wapi? Mrembo akamjibu kuwa usijali, utapaona tu. Si unakumbuka uliniambia nichague popote ninapotaka? Basi mimi nimechagua Johari Rotana. Safari ikaanza, ila Mchizi kichwani anawaza vitu vingi. Anawaza bili ya huko anakokwenda, anawaza mwambie ukweli kwa anampenda, na hapo hapo pia anawaza akikataliwa itakuwaje. Yaani mambo ni mengi sana kichwani. Baada ya muda wakawa wamefika hotelini. Mrembo kwa kuwa yeye ndio anapafahamu vizuri, akawa ametangulia mbele. Baada ya kukaa, jamaa akasema, du, hakika hapa ni sehemu nzuri sana. Wakawa wamekaa kwenye meza yao. Muda huo huo mhudumu akaja na kitabu cha menyu, kisha akawapatia moja Komu na nyingine akawa amempa Karen. Kisha akawauliza niwaletee nini kingine cha kuanzia. Mrembo akaagiza waini nyekundu. Mhudumu akamuuliza, saa nikuletee nini sasa? Komu akachekecha pale, akaona niletee tu hiyo hiyo waini nyekundu. Mrembo akafungua mazungumzo yao, so jina lako kamili ni nani? Mchizi akajibu, Komu, jina langu ni Komu. Hapo anajibu, ila macho yote yapo kwenye kitabu cha menyu. Mrembo Karen akauliza tena, una jina zuri sana, nyumbani kwenu kabisa ni wapi Komu? Mchizi akamjibu hivi, nimetoka Nyahururu, ila kama vile kilomita 50 hivi kutokea Nyeri. Hapo Mchizi akapatwa na kigumizi baada ya kuona bei ya vyakula ambavyo vimeandikwa pale, hawezani nazo kabisa. Wakati huo huo mhudumu akawa anauliza, madam, utatumia chakula gani? Mrembo akajibu kwa madaa, naomba uniletee kuku wa korosti pamoja na salad. Huku jamaa akicheki kwenye kitabu cha menyu, msosi alioagiza mrembo pamoja na kinywaji alichokunywa tayari vishafika 500. Waiter akauliza, saa unakula chakula gani? Mwamba akafikiria, akaropoka tu, maji, naomba niletee maji. Basi mhudumu akaenda zake kumfuatia maji Mchizi. Wakati wanaendelea kula, Mchizi hatulii, misuli ya shingo imemsimama kwelikweli, haelewi atalipana nini. Na wanawe walishamwambia kuwa huna hela, mpeleke wewe manzi wako Vingunguti, kule msosi bei chetu. Basi jamaa akaomba ruhusa pale, akatoka mara moja kuelekea toilet. Komu alipofika toilet, akaenda kuwapigia simu wanawe. Halo. Buda. Kimeumana. Nini tena?
Bili imefika punch bana. Ati punch. Si uko na sultano? Si sultano. Tautano buda. Kuna mkula hoteli mzima? Hata kuna kitu nimekula. Msikii fala. Ati bili imefika tautano. Oya, kwani mwenda kula State House? Please waambie Jemo. Anisaidie 2,200 nitamsort. Anademu kwa nisjita umbi. Sibali shughuli. Bora jobo hapa. Buda. Amekuwa radadi. Kai. Ikashindikana kupata pesa kutoka kwa Jeff na Jemo walioko magetoni. Kwa hiyo Komu ikabidi tu achezeshe kiume achomoke kwenye ule msala. Jamaa aliporudi kukaa, mhudumu akaja kuleta bili. Komu akazuga kwa kutoa kadi yake NMB akampa mhudumu. Baada ya kadi kuingizwa kwenye mashine ikagoma, mhudumu akairudisha akimwambia mchizi kwa kadi yako iko na shida kidogo, hivyo imeshindikana kufanya muamala. Jamaa akajifanya kukaza pale. Inakuwaje tena shindikane, au itakuwa mtandao uko na shida? Mhudumu akaona ngoja nipasue jipu tu, akamwambia kuwa hapana, inaonekana kadi yako haina hela kabisa. Basi Komu akaona la, hapa nishasadilika leo. Jamaa kigumu hivyo ikabidi amwelekeze mrembo. Karen, samani, unaweza kuwa na 500 hapo nikopeshe, alafu asubuhi nitairudisha. Mrembo akamjibu kuwa hapa sina hela, ila ngoja nipige simu 2-3. Basi mrembo akatoa simu yake kwenye pochi, na baada ya muda tu pesa zikapatikana na mchizi akaokoka kwa namna hiyo. Siku iliyofuata asubuhi na mapema, Komu anaulizia jiko la gesi liko wapi. Mchizi anataka apika zake ugali ale, maana njaa inamuuma kwelikweli. Jana si alilala njaa baada ya kunywa wine na maji ya kunywa akiwa na mrembo Karen. Jemo akamwambia kuwa jiko mimi nimelitoa, wewe unapika maugali yako hapa, halafu unaacha mavyombo machafu yanatoa harufu mbaya sana humu ndani. Baada ya sekunde kadhaa wakiwa wanabishana, Jemo akawa amechungulia dirishani. Alichokiona ikabidi amuite Komu na yeye aje ajionee. Jamaa amefika pale, anakuta yule demo wa jana anakumbatiwa na dereva taxi aliyewabeba usiku wa jana. Komu alimaindi sana, ila mwishowe akajipa moyo kuwa mademu wako wengi sana jijini Nairobi, atapata mwingine tu. Jemo akamwambia mchizi wake ukweli, akamweleza kuwa shida yako wewe hauna pesa na ndio maana huwezi kumiliki utelezi mkali kama ule. Komu akamjibu kuwa nimefanya kazi nyingi sana, nimefanya assignment za watu, nimepiga kazi za mtaani na vitu vingi tu, ila hamna pesa ambayo nimeipata. Jemo akamjibu kuwa tatizo lako wewe unacheza ligi ndogo, hizo kazi za assignment waachie watoto. Jamaa akamsogelea kisha akamwangalia kwa umakini na kumwambia kuwa Nairobi lazima ucheze smart. Niko na kauradi fulani naweza kuorganizea, lakini ina depend kama unaweza. What do you mean? Of course, mimi nakwambia mimi nitaweza. Na kama utaipenda basi tutaingiza pesa nyingi sana. Komu akauliza, hilo dili liko vipi? Nipe kwanza. Jemo akamwambia kuwa hii dili kwanza sio dili halali, yani ukidakwa na polisi tu umeisha. Hivyo nahitaji ufikirie kwanza kama utahitaji kweli kufanya kazi ya namna hii, ndipo nitakupa details za kutosha. Komu na njia zake za hela hakutaka kufikiria mara mbili. Akamwambia Jemo, oya weka dili mezani. Mimi wala sihitaji mawazo hapa. Nachohitaji ni pesa. Jemo akaona sawa, mtoto akililia wembe, mpe jikate. Kwanza kabisa akamuuliza, unaweza kuendesha pikipiki? Komu akaitikia hapana. Jemo akamwambia, okay, utafundishwa kuendesha pikipiki na ukishafuzu tu, kazi yako wewe itakuwa ni kufanya delivery za package. Komu akapaniki. La buda, ni hivyo tu kufanyanga delivery, halafu naingiza mapesa mengi? Jemo akamwambia kuwa tulia kijana, utakuwa unafanya delivery, ila kuna sheria 3 ambazo ni lazima uzizingatie ili kazi iweze kuwa rahisi. Hizi sheria ni muhimu sana. Sheria ya kwanza, hutakiwi kuuliza swali lolote. Wewe unafuata tu ramani, una deliver kisha unarudi. Sheria ya pili, usijaribu kuangalia kilichomo ndani ya begi kwa usalama wako. Na sheria ya 3, loyalty, unatakiwa uwe mwaminifu sana. Buda, ukianza kuzifuata hizo sheria, basi maisha yako yatatransform kwa sababu utakuwa unaogelea kwenye dimbu la fedha nyingi sana. Komu hakusita, akiwa tayari ameshajifunza kuendesha pikipiki, akaanza kufanya delivery ya package ambazo anapewa na Jemo. Baada ya muda mfupi, pesa zikaanza kufurika.
Komu akaanza kuketi mezani pakubwa. Mambo yakawa yamebadilika, pesa ipo na sasa anaweza kuhudhuria pati kwenye mahoteli makubwa. Hamna kitu chochote kinachoweza kumzuia. Wagwan, hii ni sehemu ya kwanza. Bado tuna safari ya kujua Komu amejiingiza kwenye biashara ya namna gani. Vipi safari yake ya kumfuatilia mrembo Karen ndio imeishia hapo, au jamaa atajaribu tena kwa sababu ana pesa sana? Na vipi watu gani wako nyuma ya biashara ambayo Komu anaifanya kwa siri? Ni kuombe tu ufanye subscribe hapo chini, lakini pia kama umeipenda basi usiache kulike na kuweka komenti yako hapo chini. Tukutane tena sehemu ya pili. Wagwan.